Yes, ni aje watu wangu. Nimekaa hapa leo, nikapata mbu ananikula, nikauliza, inakuaje bana, mimi tangu nikuja hapa Marekani sijawahi pata mbu mahali wananyonya damu. Hapa ndo for the first time nimepata mbu, na I think ni vile kulikuwa kumenyesha masaa ya mchana. Because as I make this video, saizi ni saa 2 usiku. Na kama mnavyoona ni saa 2 usiku, lakini ukiangalia huwezi jua ni saa 2 because tuko summer. So mwangaza huko like hakuna giza. Ingekuwa saizi ni winter, ingekuwa giza ambaye hata uone mtu wako kando yako. But sasa tuko summer, so these are some of the benefits we enjoy during summer. So mbu wako, but si unajua uzuri hapa, sijaona wana cause malaria, yani ile tu wanajitafutia kitu ya kula cause ya njaa, but si mambo mengi. Otherwise nakumbuka some years back pale nikiwa Mombasa, cause Mombasa kuna mbu, cause it's a place that's hot. Mosquitoes breed a lot there, na mimi nilikuwa nakuliwa na mbu nikiwa kazini, nikiwa nyumbani, like nilikuwa sina amani. So naweza sema like for the last 3 years nimepata pumziko upande wa mbu. So ndo nilikuwa nataka kusema hivi, kila mahali unaenda kuna baadhi ya vitu ambazo zinabadilika. Kama Kenya nilikuwa nakuliwa na mbu, na kuna mtu wako nchi nyingine anakuliwa na mbu, ama kuna mahali nyingine huko unasumbuliwa na jambo fulani. Lakini utakapo move to your next level ama next step ama change in your life, unaweza pata hizo vitu hakuna. But the thing is, kila mahali kuna changamoto, so usiwahi chukulia like mambo kila mahali ni rahisi. Kila mahali unaenda kuna changamoto zake, so embrace them, grow and make sure you live as per the timing. Ukienda pale upate changamoto nyingine, isikufanye ufe moyo. Wewe jitie moyo ukijua ipo siku utaweza kutoka kwa hiyo shida ambayo unapitia na uende to the next step. Hivyo tu ndo naweza sema kwa sasa. Asante.